sheti ambalo alisema mimi nilale naye siku hiyo. Wewe Viki, kwa ulifanyaje? Sasa mimi nifanyaje Daisha? Nikafanya kile anachotaka ili mamangu apone. Wewe Viki. Sasa kikubwa kinachoniumiza yani kichwa changu, yani naenda mbele kana narudi nyuma. Kikubwa zaidi, naleta mashitaka kwako baba Paloko, mimi na mama ya watoto, nyumbani kivumbi majasho, chibonge imeenda kujisikilizia, mpaka leo bado haijarudi. Nimwambie nani baba Paloko, mimi nimesha. Habari yako kabisa. Viki, safi. Mimi nilijua kabisa kwamba kutokana na kale kamchezo kale lazima utanogewa. Sasa umenogewa, umerudi tena. Nimekuletea pesa zako na kwa kusisitiza tu, kitu kilichofanyika siku ile hakitokuja kujirudia tena. Si umenielewa? Viki, hakuna kitu ambacho hakitojirudia baina yangu mimi na wewe. Sawa? Nakupenda. You are my queen, my special. Nobody can stop Lege to be with you. When you like the things, you must be here. I'm your husband. You must be here. Kwa sababu mimi ndo nilifungua duka lako. Kwa hiyo mimi sijakuja kwa ajili ya kunogewa hapa. Nimekuja kukuletea pesa zako. Naomba ushike pesa zako niondoke. You are looking like a kabisa. Kabisa. Sasa msikize. Sababu unasema kwamba ili jambo liwe siri, si ndio? Kati yangu mimi na nani? Na wewe, sawa? Kwa hiyo litabaki kuwa siri, sawa? Usiwazi, uwe na amani. Yaani muda wowote njoo. Sawa Viki? Nakupenda. Yule bwana siku hiyo nilivyofanya hicho kitu naye amenipa ujauzito. Pole. Pole sana Viki. Sasa dadangu mimi unanishauri nini? Maana sielewi mimi masuala ya ndoa. Ndio kwanza nimeingia kwenye ndoa. Nisikilize Viki. Ndoa inahitaji ukakamavu. Ndoa inataka ujasiri. Kalinde ndoa yako. Viki, acha mambo yako yote. Manzali umeshalikoroga. Huna budi kulinywa. Sisi unanisikiliza vizuri mdogo wangu? Ukinisikiliza mimi utadumu. Unahisi kuna shida, mtangulize Mungu. Unaona mimi nazeekea hapa. Vipi na wewe? Mbona uko hapa sasa hivi? Yule mshikaji wangu mimi nilishachana naye, sitaki hata kusikia habari zake. Yaani sitaki kabisa tunikumbushie hivyo vitu. Niko hapa napambana maisha yangu. Mboga ndo kula yangu, kigenge ndo maisha yangu. Ila ni sawa kwa sababu popote kambi. Sio unajua dadako. Mimi sitaki mambo mengi. Najishughulisha maisha mengine yaende. Wanaume hao Manzali washaolewa, katulie dada. Sawa Daisha. Ila mboga za majani pale kwa Mama B. Basi ngoja nikaangalie. Haya mdogo wangu. Haya basi dada. Huyo mtoto mbona kaya bananga bado mdogo? Makubwa.
Mbona mapepe? Hamna. Mazingira vipi? Poa, vipi? Safi. Unajua nimekusimamisha tu hapa ghafla kidogo. Vipi, kuna tukio lolote ambalo umeliona tukio? Maana wakati unatoka kule hivi nilikuona. Yaani kuna kitu kitaalamu kinaitwa biological count, but yani mazingira ya mkono, yani kwenye kona. Kwa sababu wakati unakuwa kwenye mazingira ya mkono, yani mkono si umekunja. Sasa ile pale tunaita kwenye mguu, goti la kati, kwamba how to be, ndo umefika hapa, ndo nashuka hapa na kona. Sasa kuna katukio fulani hivi lilikuwa. Unajua mimi mke wangu yupo. Sema pale hayupo, yani ameenda kujisikilizia. Ila ni bonge. Sasa imefikia hatua mpaka akavunja kitanda. Sasa alipovunja kile kitanda kimepasuka hivi katikati. Ndio nataka nipeleke pale kwa fundi Juma pale akakirekebisha. Ila sasa nikiangalia mazingira, unajua nimekuona hapa hivi, yani wewe ndo type yangu mimi. Yani mimi nimetokea kukupenda. Yani nimekupenda. Yani siwezi sema, yani unajua kuna vitu kuvizungumza hivi kidogo. Unajua toka kule nimekuona. Nilivyokuwa niko hapa nimekuona. Yani kuna kitu kinaitwa probable discontinuity. Biology plus chemistry inakuwa kama inanyonga. Sasa zile nyonga wote tunaonaga hadi kwenye kona hivi. Yani nimekuelewa, nimekupenda sana. Yani mimi unajua nakaa kwa Castro hapo chini hapo. Kwa Castro. Napafahamu kwa ule mzee pale. Pale sasa pale mimi ndo mazingira yangu pale. Bali tusizunguke sana. Kwa hiyo pointi yako wewe umenielewa yani. Yani nimekupenda kutokana na vile jinsi ulivyo, unajua wewe tunaweza tukakaa tukaishi. Basi hiyo imeisha. Yani usiwaze. Yani kuanzia leo wewe ndo bampenzi. Mimi mwenyewe nimekuelewa. Yani kwanza unavyoongea, unajua yani unyama ni mwingi, unaonekana mchizi ile. Mimi ndo napenda vitu kama hivyo. Sawa, hiyo imeisha. Sema nini? Mimi nilikuwa naenda hapo kati. Na rosto kinoma. Yani ndonga hapa haieleweki. Nifosie buku nikachukua mazingira yangu ya sigara hapo kati. Niwashe kichwa kitulie. Yani kukinda sigara kakutuma nani? We vipi babu? Wewe unavyoona mimi naweza nikatumwa. Mimi mazingira nakinda mimi mwenyewe. Mimi navuta mimi mwenyewe. Wewe kinda hiyo buku, mimi naweza nikupale kati nichukue hata sigara mbili ndio ngaikae sawa. Sasa mimi niko nasemaje ujue? Ngoja niende. Afu. Yaani uende wapi? Uende wapi? Mimi si mpenzi wako? Wewe umenielewa na mimi nimekuelewa. Si nimekwambia nimekuelewa, au utakaozungusha wewe jibu nitakupa kesho kutwa mtodogoo. Mimi nakupa jibu hapa hapa. Yaani umenipenda mimi ndo nishakupenda. Sawa? Wewe ni kinde hiyo buku. Mimi nikafanya mazingira yangu. Na pale kwa ule mzee mimi napafahamu. Kesho mapema mimi mgeni wako. Tutakuja tutaongea vizuri. Sasa mbona unaonekana kama yani wewe unaonekana una sura ya kike, lakini mbona kama jinsia yangu mimi? Wewe vipi babu, jinsia yako wewe? Kama ningekuwa jinsia yako ungenitamani, ungeniletea michongo ya tamaa. Wewe ndio umenisimamisha hapa umepiga mistari yako. Au sio wewe? Mimi nimeelewa ndonga, mimi nimekuelewa mchizi. Wewe nikinde buku nikafanya mazingira yangu, mimi kesho nakuja hapo tutabonga vizuri. Acha mapepe. Basi mimi niende kwanza kidogo mara moja. Uende wapi? Uende wapi? Nani hapo? Kidogo tu. Nikinde mimi hiyo buku, mimi kesho nitakuja. Wewe safari zako unaendelea nazo. Nafikiri mimi nitakungangania leo bwana. Nikinde ndo dini tukinde. Nikinde, yani wewe nizingatie. Wewe unaonekana mjanja afu kumbe kolo mwanangu. Sasa nigaie buku shilingi 1000 unaenda wapi sana baba mpenzi? Nigaie shilingi 1000 kitanzania naenda pale kati nafanya mazingira yangu. Sema leo nina mishe nyingi. Ila tomorrow mapema mimi niko kwako chwe. Niko mtaani kwako kwa mzee Castro mimi napafahamu. Sawa. Wewe nikinde mimi. Mimi unafikiri nakaa pale? Amna mimi sky pale. Yaani pale ni kwamba tu nilipazoea. Nilipazoea tu. Pale hata nani umesema hii ndo buku shilingi. Hii ndo buku. Mimi pale hata sky nilipazoeaga tu. Nakaaga tu pale nikifika napiga story tu. Sasa kwani umenielekeza umeniambia pale kwako? Hamna. Yaani ni shida tu nanisumbua kidogo kujicompromise. Sasa nisikize kwa makini. Wewe umeingia mtumbua vibwengo. Umeingia mtumbua vibwengo. Yaani umeingia chocha kilema mgundara
Mikono ndala. Mimi nimekuelewa bwana. Usije ukazingua kesho na kesho kutwa nakukuta umesimama na shangingi, umesema mabonga sio type zako. Sina mtu mimi hata huyo. Kesho nakuja kwako, sawa? Mke wangu yupo pale. Na ukitoka hapa wewe nyumbani usipitie popote. Mke wangu yupo pale. Yani nimeatiba. Mke anakuwa anaongea kama ile utakuwa tomboy. Salu. Unaenda? Niache. Vicky. Hivi unanichukuliaje lakini? Unanichukuliaje mimi mumeo? Wewe unaona uko sawa? Kaa kimya. Kwanza sikia. Nitakuua. Naomba niache. Najua uko na haraka sana sasa hivi. Na samahani kwa kusimamisha maeneo haya. Mimi naitwa Salu. Ni kijana wa kijiji cha pili pale. Gaza. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye mwenye huzuni sana. Nimekuwa ni mtu ambaye napitia changamoto kubwa sana kwenye familia yangu. Sina raha, sina amani. Kaka, nafikia kukwambia haya kwa sababu naona ni mtu ambaye mwenye uweledi mkubwa sana. Bila shaka. Na kuna kitu ambacho naona kabisa una uwezo wa kunisaidia. Mimi sina muda mrefu nimetoka kuoa. Na ndoa yangu mimi ina miezi 3 tu. Lakini ndoa imekuwa changamoto sana kwangu. Daza. Mimi na mke wangu tuna miezi 3 mpaka sasa hivi tangia tuoane. Lakini sina muda mchache nimekuja kugundua mke wangu ana mimba ya miezi 3 na wiki 3. Jambo hilo limekuwa likinitatiza sana. Nimekuwa nikifikiria sana. Kwa sababu hatujawahi kufanya kitu chochote kabla tujaoana. Na mke wangu aliniambia kwa yeye ni bikra. Na maanisha hajawahi kufanya kitu chochote. Lakini baada ya kumuoa nimekuta sivyo ndivyo. Na bado nimekuta na mimba. Jambo hili limekuwa likinitatiza sana akili yangu. Mpaka kuna muda najiuliza tu bora hata ningemuua tu mwanamke au ningempiga tu nikamtoa kwenye maisha yangu. Kwa sababu nampenda sana. Kwanza pole sana mdogo wangu. Changamoto uliyokutana nayo ni kubwa kuliko umri uliokuwa nao. Na kwa kuwa umehitaji ushauri kwangu, hata nikushauri. Nataka nikushauri vitu vitatu. Jambo la kwanza, ondoa ukatili moyoni mwako. Mwanamke anaweza kaficha siri kubwa sana kwako wewe na kwa mtu mwingine. Yanatokeaga sana hayo mambo. Maisha yamejaa mambo mengi sana. Alafu pia unatakiwa utambue watoto wa kike ni watu ambao wana siri nyingi sana na wana siri kubwa.
mtoto wa kike anaweza kashiriki tendo la ndoa na watu hata 5, lakini mwenye siri ya ujauzito ni mtoto wa kike. Yeye ndo anayejua ni nani aliyempa ujauzito. Lakini jambo lingine, mwanamke huwa apigwi. Waswahili wanasema mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga. Usifanye jambo lolote baya kwa mke wako, kwa sababu serikali sasa hivi ina macho makali sana juu ya mtoto wa kike. Unaweza ukamshambulia, ukamfanyia jambo baya, ikakukosti. Unaweza ukapotea. Mimi nakupenda wewe, nakutegemea wewe, ndo nguvu ya taifa ya kesho. Usipotee njia katika hili. Zingatia ninachokushauri. Vitu vitatu hivi vinatosha kabisa kukusaidia wewe katika mwongozo mzuri wa maisha. Muda wangu umeisha sana. Nashukuru sana kaka. Asante. Natumaini tutakuja kuonana tena. Haina shida. Haya, wifi yangu karibu. Sasa hilo jicho ndio salamu mwenzangu. Sina haja na karibu yako. Hivi wewe wakunifanyia mimi hivi kweli? Wewe wakumuozesha mwanangu unachukua mahari bila kunishirikisha mimi? Ina maana mimi sina uhusiano na huu ndugu kabisa? Ina maana mimi sina thamani? Umeniona mimi sina thamani kabisa? Mpaka umechukua majukumu, usinishirikishe, usiniambie kitu chochote. Umechukua mahari ya mtoto. Kwa sababu gani umefanya hivyo? Sasa nikuulize hivi Viki ametoka kwenye tumbo lako, ametoka kwenye tumbo langu? Sasa nikuhusishe wewe hasa kwa nasaba gani? Kwa uhusiano gani ulionao wewe kwenye familia yangu? Hebu naomba nifahamishe. Mimi ndio baba, mimi ndio shangazi yake, na mimi ndio kila kitu. Huwezi kuchukua majukumu hivi bila sababu yoyote ile. Nina umuhimu eti kwenye hii familia. Usinione mimi au kwa sababu kakaangu kafa. Mimi hapa usinizingue. Mimi ndio mama na mahari wewe haikuhusu kitu chochote. Nikwambie wewe kama nani. Halafu wewe umefanana na Daudi. Alikuwa na kondoo 99, lakini bado akaenda kwa masikini mwenye kondoo yake hii moja, akaitaka nayo. Ndio wewe. Umechukua utajiri wote wa mimi na mwanangu aliotuachia mume wangu. Na sasa unataka haka katuliko nako kadogo nako ukachukue. Wewe wakudai mahari ya Viki wewe. Sasa basi, alipokuja mwanao kutaka msaada nimpatie pesa kwa sababu ya kuja kukutibu wewe ukiwa unaumwa, sikumpatia kwa sababu ya hicho kiburi chako. Na huu mguu nauondosha hapa, hutaniona tena nakanyagisha mguu wangu hapa. Na utajuta kwa nini ulizaa uzeeni. Nicheke saliboko miewe. Hujui kuzaa uzeeni ni baraka. Kwani Sara alizaa ujanani? Ni mkubwa wewe. Amekushinda wewe, unaye hata huyo mtoto. Unaacha wewe ukuzaa kuzaa. Ndio maana unang'ang'ania watoto wa wenzio. Lo. Kijeba. Oya mtu mfupi. Oya, Spatolu hapa.
Naleta mashitaka kwako baba Palo. Bibi wa mpenzi. Hiki si ndo chumba chetu? Nani? Chumba chetu si ndo hiki? Karibu ndani ba mpenzi. Wapi? Hapa kapi umeniweka bondi rafiki yangu. Yaani unajua hapa kuna mzee Masawe. Yule mzee Masawe yule ndo alisema hapa kuna babake mdogo alikufa hapo sasa. Yaani yeye alikuwa anakaa. Sasa yaani maji haya kwa ajili ya kumuosha maiti. Ndio nimeleta. Si mimi hapa yani waga napitaga si nakuja kupiga story. Afu mbona kama sikuelewi? Yaani unajua kama vile hujiamini. Hili goma lako baba. Sio nimekuja mtoto mzuri. Nimekuja kwa ajili yako. Sasa mbona kama hivyo? Unajua mimi nimekuja hapa muda mrefu, nimegonga sana na kuita mtu mfupi naona kimya. Kumbe alikuwa ameenda kuchukua maji. Mimi nimekuja hapa kwa ajili yako. Sio unanielewa? Si nilikwambia nitakuja hapa napafahamu. Ndio nimefika sasa mchumba. Na wewe nimetoka huko na stimulate zangu. Nilikuwa nakumbuka tu mavesi yako ulikuwa unanipanga siku ile, basi mimi sia zimesimama. Yaani nimekuja kwa ajili yako. Choma ndani ba mpenzi. Yaani si mimi nakujaga tu hapa, nakuja tu nakaa tunapiga story kidogo na mzee Masawe. Tatizo mzee Masawe. Yaani yeye tatizo kuna maiti. Na unajua mochwali pale yani vile. Ila sura yako vile mimi naona kama ile jinsia ile yani sikuelewi yani hapa miskai. Hii ndio geto lako bwana, mimi maelekezo ushapata yote. Nimefika hapa. Nimeulizia nikaambiwa chumba cha mshikaji hiki hapo, ndio mama nikuta mimi nimepula hapo au vipi? Sasa sikia, wewe acha kuruka kama njiwa. Choma ndani ba mpenzi, geto ile hapa. Hapa kwa Masawe hapa kuna mtoto wa Masawe yule na Oya wewe, takuzingua sasa hivi. Choma ndani babu. Nisikize kwanza, sikiza sana. Choma ndani. Sawa. Na nani hapa kidogo. Nini? Hapa unajua kwa mzee Masawe hapa mtoto wake ndo anakaa hapa yule. Chukua hii hapa hii. Yaani wewe nenda hapa ili mimi akija nimpe madumu yake. Yaani hela ya nini sasa? Yaani siku ile uliniambia pale masuala ya nani sijui kama hii ikachukue. Welete hii hela. Sasa nisikilize, mimi hapa nimekuja nimejikoki na pakti zima. Mimi leo nipo kwa ajili yako. Mimi mtoka huko nakula vitu vyangu na steam na wewe kinoma mwanangu. Yaani nilikuwa nakufikiria ile mistari yako mimi ndo kabisa umenimaliza. Twende ndani. Oya twende ndani bwana, usitake mpaka tubadilishane rangi. Twende ndani. Mimi nimekwenda hapa kwa mzee Masawe. Twende ndani. Mzee Masawe. Twende ndani. Wewe vipi? Choma ndani. Yaani mimi nilikuwa nasema Shem. Salu. Mbona unalia? Umekutwa na nini? Au umepatwa na msiba? Shem, nayopitia ni makubwa sana kuliko hata umri wangu. Mungu wangu. Mwenistua. Huku naelekea wapi? Shem, hata sielewi naenda wapi. Hujui unaenda wapi? Hili tatizo. Mimi mwenyewe naelekea kule kwa mamangu mkubwa. Si unajua nishaachana na Kapesa tangu niachana na Kapesa mimi nirudi kwa mamangu mkubwa. Twende basi jamani. Yaani kuta machozi. Twende kuongea huko. Pole sana. Jikaze.
Hapo tumefika. Nakuhurumia sana Salu, yaani bado hauko sawa. Naona nikuletee maji unywe, sawa? Salu, Salu, hili tatizo hili Salu, hili ni tatizo Salu, hili tatizo hili. Naomba tuende ndani ukapumzike. Tafadhali usinipuuze. Hii sio hali ya kawaida. Mtoto wa kiume analia hivi. Hii tatizo ni kubwa mno. Hapana. Vicky! Vicky! Hivi Salu, bado namfikiria tu yule mwanamke. Amesha kuchiti mara 2, tena akaona itoshi, akaamua kubeba na mimba mwanamume mwenzako. Bado namfikiria tu. Bado namwaza kwenye kichwa chako. Toa huo upuuzi kwenye kichwa chako. Shemeji, nipo wapi hapa? Na nimefikafikaje? Unataka kujua uko wapi? Kumbuka mimi niliachana na Kapesa. Na baada ya kuachana nikaamua nirudi hapa kwa mamangu mkubwa. Hapa tulipo ni kwa mamangu mkubwa mimi. Lakini Salu, usijadili sana hivyo vitu. Mimi naona tulioanzisha basi tusiishie kati. Tuendeleze. Niache! Salu. Usinifanyie hivyo bwana. Kwani mimi na kasoro gani Salu? Toka huko. Hivi shemeji, una akili timamu kweli? Hivi unafikiria nitamwacha mke wangu kwa sababu ya mimba? Mimba kitu gani? Mimba si nitaitoa tu huko nitupilie mbali nibaki na mke wangu naishi naye. Shemeji, sisi nikwambie, nampenda sana mke wangu. Mimba isiwe sababu ya kumwacha mke wangu. Mimi usizani mimi ni mpumbavu kama wewe. Sawa. Mimi sio mpumbavu. Bwana useme hivyo. Nguo zangu ziko wapi? Sawa, acha kujadili bwana. Niache huko. Toka huko. Yaani, labda sio hesha mimi. Niache. Hata iweje, huwezi kuniacha njiani, lazima tuendelee.
basi maisha. Sasa sikiliza, sawa? Yes. Uko sawa sawa? Ndio. Huyu ni mwanafunzi sio mimi. Sikiliza, hapa mambo yasiyo mengi kutokana na macho ya watu. Mimi sipendi kila mtu ajue kitu tunachokifanya na kulisha watu kwa siri siri, sawa? Lecture zangu huwa zinatoka kwa siri. Huwa hazitoki ovyo ovyo. Sasa mimi nanyoosha na hii barabara.